TV, empowering lives. Bethel Clouds TV. When I mean punctuality is punctuality. Are you getting me? Yes. I think you understand me. If we say tunaanza ibada saa 10:30, let it be like that. Let us not have these dramas. Kwa pio mama nimeona wewe. Make sure punctuality is punctuality. Yes. Tukiama ni ibada ni saa 10, ni saa 10. Sasa tumalizie kwa ile tulianza asubuhi. Ndio tuende kwa kitu kingine ambayo tutaweza kujua whether you are going to handle it or not. But we are looking at the spirits, the familiar spirits that can hinder you from seeking the kingdom. Because this kingdom is, this kingdom imefungwa. It is a mystery. The kingdom of God is a mystery. It is not something that you can just enter. You have to find a way to enter. You have to know the systems and the frequencies that are involved and the numbers that are involved when you have to get inside this kingdom. This kingdom is not for the people who does not know. If you read the book of Matthew, where Jesus was speaking, they asked Jesus, why are you speaking in parables? Is Matthew what? Wakristo wale wamesoma kuniliko. Which book is that? Matthew. It's the book of Matthew. And they were asking Jesus, why do you speak in parables? Who has that it? Simuangalie kwa phone zenu. Mnajua kuangalia hizi vitu zingine lakini huwezi kuniangalilia haraka haraka. Kama ni kitu ya Agano ningeuliza hapo ungenijibu haraka haraka. Yeah? Matthew? Is it Matthew 23? Why do you speak in parables? Si utusomee. Ni Matthew gani? Yeah? Matthew 13:10. Can you read for us? Matthew 13. Hata wameweka huko juu. Then Jesus, soma tu. And the disciples came and asked him, why do you speak to them in parables? Then how did he answer? Let me continue. Verse 11, he answered and said to them, because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. So for those who can only understand what you are saying, it is only the people that have been given the mysteries to understand. But tutakuwa na wengine hapa tukifanya kingdom business, but watakaa hapa tu wakizuba. They will not understand what you are speaking. I can teach from morning to evening, but there are people who will understand and there are people who will not understand. It's not their fault. It is because they have not been chosen for that purpose. It's about being chosen for the purpose of God. The moment you are chosen for the purpose of God, you understand the mysteries of that purpose. Because if you are a mechanic, you cannot be allowed to study mambo ya mbao. You only be dealing with metals, chuma, gari. If you have been called in a ministry, and this is where I want to speak to the ministers. But if you have been called to the ministry, you need to understand what is the role in the ministry you have been given. Because you can be here, you are in a different ministry, you are doing wrong things, thinking you are doing the right things. And this is why your ministry has stagnated. Because you don't have the key to that ministry. You don't have the system that allows you to operate in that ministry. So you will be stagnated. You will be confused. See ati watu wamekutoroka hapana. Me, I don't force things here because I know what is in me. Not many people can understand. Not many people understand what I say. Because it's completely something that you cannot be able to understand until the Holy Spirit gets into you to make you understand. Because the kind of a ministry given to me is different. It's not, nobody else has it in this world. Ni kitu completely kabisa. And that's why people will see they are mesmerized with what we do and how we look at the Bible and how we interpret the Bible.
Bwana Yesu asifiwe sana. Because for them they would interpret it this way, and the others will interpret this way according to how it was given to you. Because it is a must of what has been given to you. That is what will dictate all what you become, or how you understand. And that's why when you have been given a ministry or a calling by God, you need to understand first, what is my calling? Just don't rush in opening a church. Don't rush in starting a fellowship. Don't rush in starting an organization. No, you need to study. Take your time. Take your 3, 4, 5 years. Take your time. Study and see, what is this that God has given me? What is this calling that God has given me? Because that calling has a lot of things to be understood for you to be able to access the mysteries of that calling. Because a calling is a mystery. And when a calling is a mystery, it has its own components. And these components ndizo zinakamilisha kazi ya Mungu ndani yako. So whatever utaongea, itasikiliza. Maana when you are in the system of God, God will send the people who are for that system. People cannot come here if they are not for the system that God has given me. Because God has called you wherever you are. Nenda, the kind of knowledge nataka uelewe ni hii na iko mahali fulani. So God will direct you here. Bwana Yesu asifiwe sana. And when you come here, whatever kind of a language I will speak, you will hear it. You will understand it. But there's somebody who came here because of miracles. Those they get out of, wakitoka hapa, wanatokanga wakiwa more confused. Because they were not called for what I have. They were called because they thought, I am another gymnastic. Gymnasian, I'm a gymnastician. Yeah? Gymnastic. See gymnasian? Eh? The person. Gymnastic is the act. What about the person? It's a gymnasian. I'm educated. I'm well educated. I went to school. I was taught English by a Luo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikufundishwa na Mkamba. Unajua Mkamba angenifundisha, angeniambia sema kama sema 0722 0 ndundu. Bwana Yesu asifiwe sana. So getting to understand the mysteries, you must be conversant to the mystery. You must be allocated. It must be an allocation by God. Because people are chosen differently for different purposes. So when you are in the purpose of God, you get information. Whatever language I will speak here, you will hear because you are part of this. Because you are wired. You are understand. Ni kitu utaelewa vizuri. Now tuendelee. Na tulikuwa tumefika kwa spirit number 5. Let us look at the spirit of a Philistine. Bwana Yesu asifiwe sana. The spirit of who? A Philistine. People who do not understand, who are not part of this, hata ukimwambia ataanza kukuuliza sasa, what is a Philistine? He will never be able to understand. But now you get the context, the character and the behavior of the Philistine. What were they? How do they, walikuwa nafanya vitu zao namna gani? Let us look at it from, who is a Philistine? A Philistine is a person guided by material beings. Wafilisti walipenda mali sana. Ni mtu ambaye macho yake, fikira zake, whatever they do is guided by material being, and is usually disrespectful, and intellectually he is artistic. Intellectually is artistic. Yani mtu ye mwenye ni creative. Yes, they are very creative in doing things, but the gear, mafikira zake, it is material being, not heaven, not the kingdom. They want to enrich themselves. They want to be powerful. They want to be this position. And these people, they are in various places where they fight for positions. Bwana Yesu asifiwe sana. If you find that like a church like here, we have had this there before, tulikuwa nayo in a big way. So a Philistine, Mfilisti ni yule mtu anapenda the material thing. Na utaangalia kwenye ministry ama in a company, they fight for positions. They can even kill.
They can go for 7 days. Aende maombi tu ndio aondoe mtu kwa madaraka. Ukiona kwenye kanisa kama hii tumekuwa na that big problem, and many people that have gone from this church is because there are people in class who believed they belong better than others. And what they did, they come and prayed. Wakijua fulani ndio anashikilia nafasi fulani, they will come and do sacrifices. Wanataka mpaka sacrifices hapo. Wanatoa ndio mtu fulani aondoke kwa kanisa hii. There is a time, when I was going to Germany, yes. When I was going to Germany, and I know she doesn't know, I have this information. When I was going to Germany, she already was confronted by a group of women in this church. And she was told, wacha apostle aende Germany. Akirudi hata kukuta hapa, tutakungoa. Na unajua apostle hapigagi simu kutufollow up ama umeenda ama hujaenda. Did you know I know that? Was it there? Was it there? Ilikuwa. Yes, they confronted her. Na wakamwambia tunakungoa. Na utaenda na tutakupeleka kama wale wengine. But mimi nilijua nikiwa Germany. Yeah? Nini? Ati kama nilijua. Yes, I know. Si ulikalishwa pale? Pale kwa ile kona pale. Si hapo ndio ulikuwa umekalishwa? Yes, I saw you and God aliniacha nikasikiliza story yote. Venye waliganga up. Walienda mpaka walitoa sacrifice hapa. Walitoa 30,000. Waliraise pamoja hapa. 30,000. Ndio uende. Na walikuwa wanataka uende ukikufa. And some of the problems you are facing, you and your daughter, was from here because of that position. Na haikuwa from inside, ilikuwa from outside. Sasa wale wa outside kwa sababu ni wadosi, wanataka wadosi jangili, majangili dosi, walikuwa from outside. Hao ndio walicontribute pesa ya kuleta sacrifice. Foot soldiers walikuwa inside, akina Makeka na akina Mase. Hao ndio walikuwa inside, lakini pesa ilitoka outside. Are you getting now? So this is a spirit of a Philistine. A spirit of a Philistine, it works from inside and outside. The more powerful force is from outside because they are the providers of the material to do the job. They will plan for your death. They will plan for your terminations. They will plan for your assassinations. They will plant and come. How the spirit of Philistine, wakati nilikuja nikawaambia pale, tulikuwa pale. Nikawaambia hapa chini kumewekwa idhito. And people did not believe me. Nikawaambia hapa chini niwekeletwa idhito. Ile kitu tuliitoa hapa. Ni wakati walikuwa hapa tukitoa chupa ya 1 liter. Nani yako na chupa hapa? Chupa ya maji. Chupa ile ya maji ya kawaida. Nisaidie tu. This chupa. Sasa nirushe chini. Sasa rusheni hii. Inaweza kuingia hapa. Yeah? But it was there. Tulitoa hapo ndani. Ikiwa na maji. Na hiyo maji unajua ilitolewa wapi? Ni ile tulichota Mount Kenya. Because I explained the power of water in the rivers and Mount Kenya. So they sacrificed and turned that water to become witchcraft against me. Na mimi ndio nimekufundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisha wakatoa sacrifice. Hapa chini tulitoa tunyungu. Kanyungu kadogo kale ka white. Kanyungu tu kameka kabiligori kidogo tu kadogo tulikuwa toa vilikuwa 6. Zilikuwa on the other side. Na hapa this side kulikuwa na tumiti gedito. Sasa ile miti ya tumiti tudogo tulikuwa tumewekwa wapi? Hapa. Alafu hapa kulikuwa kumewekwa kakitu kama kaka plastic hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu hapa kulikuwa na kucha zinakaa kama ni za lizard ama kucha tu ya nyoka. Ilikuwa wapi? Hapa. Walioweka ni nani? Ndio viongozi wa kanisa. Kwa nini? Kwa sababu wanataka kumaliza Koki, wanataka kumaliza huyu, ndio wabaki. That is the spirit of a Philistine. They want to finish. They want to destroy. They don't mind. They don't mind kanisa ikiaguka. They don't mind hiyo boti ikisink. As long as they make sure so and so and so is not here.
Bwana Yesu asifiwe sana. And again what they target more is the finances. So walikuja venye I was trying to explain to you, hizi bahasha, kuna bahasha tulikuwa nazo ngumu ambazo zilitengenezwa na cousin ya mtu najua hapa, sijui kama ako hapa, na nikaletewa, ni watu wanakuwa kule Thika Road, mnawajua wao, ndio walitengeneza hizo wakatuletea hapa. Kumbe ni mtu alijifanya ni mshirika, ni muombe, maana alikuwa ananiambia kuna kitu nataka kufanya, there is something I want to do and I want favors, so I want to produce, niwatengenezee hizi ndio nitoe ikiwa sacrifice. Mimi na naivety yangu sikuelewa. Najua mimi bado umungike ni mingi kwa kichwa. Sikuelewa ati is a form of a spirit of witchcraft, because kufanya hivyo ni kuchukua nyota. Bwana Yesu asifiwe sana. Because all our tithe, all our money ndio zilikuwa zinawekwa kwa bahasha hizo. So hizo bahasha wakati walifanya hivyo, walichukua zikaenda kwao na immediately wakavuma. Kisha every activity tulikuwa tunafanya hapa, tukaanza kuziona the other side zikifanyika, zetu zikikufa. Hallelujah. So wewe haujui, wewe unafikiria no tuthiete tuliorogedo, but zile vitu zote mnapanga unaziona the other side zikifanyika the other side. Na ilifanywa na watu ambao tulikuwa hapa na wao na wale wa nje, wakashirikiana pamoja, wakapanga, kisha wengine wakabakishwa hapa. Kuna yule mama wa hivi hapa, na yeye alikuwa mtu wa Aor. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yeye maombi yake yote, akiingia tu kanisa alikuwa anakuja anasimama hapa. Hapa ndio alikuwa anafanyia maombi yake. Kisha akimaliza maombi anatoka nje, anaenda kwa corridor pale, kuna mahali watu wanaigieka pale, ana communicate na wao, wanampatia the next direction, upande gani tena utaenda. Huyo ni mtu wa Aor. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hawakuelewa. Baba, simama tu hapa. Wewe ni kama si soja mzuri, simama hapo. Na wewe soka hapo kidogo. Soka kabisa. Tenda huko. Hapo. So lazima tu train. Wacha kuniangalia, angalia line hivyo. So na yeye alikuwa natumwa na anaambiwa mahali atakuja aanzie maombi yake. Kisha atarudi hapa. Na kisha atamalizia wapi? Hapa. Akimaliza ananitafuta. Anasema, Apostle, nataka kukuona. Dena domereli. Niko na domereli kutoka kwa biguni. Alafu alikuwa na mama mwingine backup yake. Bwana asifiwe sana. Alikuwa na mama mwingine backup yake. Naona ni kama ametoka. Huyo nilikuwa na banga nitamweka hapa mbele leo. Huyo ndio backup yake. Na huyo mama backup yake ndio Yesu anakujaka kunipatia venye bigu inasema. Umenielewa? So connection, akisha kuinua madhabahu yake hapa, anakuja kwangu kufanya connection. Sasa atatumia what is in me, the authority I have, ndio itatumika kuharibu hapa. They snatch it. Venye nilikwambia wanachukua ubogo, na wakichukua ubogo yako, sasa utaona huyu Sharedi anafanya zile vitu ungefaa. Ile ulikuwa unataka kununua ng'ombe ya red unaikuta kwake. Ulikuwa unataka kununua jacket unaikuta kwake. Because they are using you, they have retained your body but using the mind, the soul washaichukua. And that is how church zinaendanga. And that is how your church iliibiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. And therefore this, when it happens like so, they will come to the altar where you operate from. Hello, you understanding me? They come to the altar where you operate from, because every instruction itainuliwa from your altar. So the spiritual part, body part, and the soul part can be able to connect together. Are you together? Bwana Yesu asifiwe sana. And that is the spirit of a Philistine. A Philistine or a Philistine? A Philistine. A spirit of the Philistine. They are so cunning that they make sure wanapenya mpaka mahali unalala. Ndio ulikuwa unaona katika ndoto zao walikuwa wakiota wakitandika kitanda yangu. Katika ndoto yao walikuwa wakiota wakipagusa meza kwangu. Katika ndoto yao walikuwa naota wakipatia watoto wangu chakula. It is a spiritual part of connection. Kumbuka nani? Abraham alikutana na nani? Ndiye alipatia nani mke wake? No, akina nani? Ni Wafilisti. They are intimidating.
Because wakati aliwaangalia hivi, they used their systems to intimidate Abraham. Mpaka akapatiana mke wake. Akasema, this is my sister. So you easily hand over yourself to them. Bwana Yesu sana. You easily, very easily hand over to them because of fear. Because they have the spirit of fear they inject on you. Na watu wengi tumepoteza vitu nyingi, tumepoteza mabwana zetu, tumepoteza kazi zetu, tumepoteza positions because there is a spirit of intimidations. They'll come and induce you that it is spiritual, it is not physical, it is spiritual. Maana utawaogopa. Kuna mahali walitishia Abraham kwenye Biblia. Kuna mahali walimtishia ati tutakuwa. What made Abraham to surrender the wife? What made Isaac to surrender the wife? Because of the spirit they are carrying. An intimidating spirit. That when you meet them, you fear. And you think they are going to kill you. You think they are going to destroy you. So they will manipulate you and control, then destroy you. They will send, kumbuka kale kamama kengine kalikuwa kale kamukolino. Ni bigu inasema. Sasa hako kamamba kaliniletea kwa ofisi yangu. Kakaniletea makasi, kama kasi kadogo. Kakaniletea naona kasipika kasipika kama hii microphone kale kadogo. Na waya zimetokana na battery ya AA. Amelete pamoja. Na nini nyingine? Na wembe. Na nini kulikuwa wembe, kulikuwa makasi, kulikuwa hako kasipika, na waya. Na nini nyingine? Kuna kitu kingine. Zilikuwa vitu kama 6 hivi. Ndio kalipowekelea kwa meza kakaza. Ha la hi la ha la hi hola ha li ala la. Unamwambia tafsiri, anakwambia Mungu atakusaidia kujua. Hiyo ndio spirit ya Wafilisti. Maana aliambiwa ukifika huko kwanza, make sure you are identified as a woman of God. Make sure wanakujua na unatambulika. Ndio upenyo kutoka hapo upate maupenyo. They come here, watakaa hapo lakini ata make sure amekuja na hiyo. Na gine anakuja rinae raika rinakete rikorokosa ka. Hata yule rafiki yangu sana, yule rafiki yangu ile Horoshina harahai horoha ya rorika haro Horoshina yo ha ira ha ya ha yo kerira haraba ke te ha ya hara yo kerira ha ya ira ha ya. So by the time nikitoka hapa, ninatoka kama mkia imekaa wapi? Maana umeuziwa kila aina ya sera. Yeye anaweza kuwa hajui. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukiangalia activity, because the spirit of God is not supposed to humiliate the other. Mimi ni baba wa hii nyumba. Kwa hivyo unabii wako haustahili kunihumiliate. Yes, unastahili kuongea ukweli, lakini sio kunio. Spirit of God is orderly. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo vitu vinatoka, vinakuwa. Sasa hao ndio tunaita Wafilisti na ngoma zao na vituko vyao. The moment they enter you, their first plan is to kill you. Their first plan is to destroy your ministry, to destroy your marriage, to destroy everything that you have. Alafu they take over. Hallelujah. So ask your neighbor, are you a Philistine? Muulize, ask your neighbor, are you a Philistine? Amekwambiaje? Ati no. Muulize, and why do you look like one? Yeah? Why do you look like one? Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni spirit ambayo you really need to be afraid of
and keep off it. When you realize this kind of people, keep up, because they are, na ni watu wanatakanga that sympathetic, wanataka sympathy. Yani wanakuanga ni kama yani they take like wanataka kukuonyesha nitawamweka madharau. Unanita nitawajika madharau. Yani mpaka wataona feel nyenyewe nimekosea huyo mama. The moment they insert that spirit, enyewe nimekosea huyo mama, they have taken over you. They will now manipulate you any corner you go. Watakuwa nakuja wananyenyekea, alafu wanakuinject. Wananyenyekea, the day they will finish, well, they are done with you, watakulipua ukae kama kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Abia mtu mwenzako, Wafilisti ni wabaya. Yes. Yeah, tulisoma man spirit, tuende tukasoma the spirit of the child. Tuende kwa ingio ingine namba 6, inaitwa the spirit of an infant. We have the spirit of an infant, which is also dangerous, equally dangerous. Simuniake hii kitu hapa niwache kurudi huko. Naona nimekaa bali na shiaredi sana. Na shiaredi ni wale wa mama hawamekataa kukubali wamezeeka. Bwana Yesu asifiwe sana. The spirit of infant. Tusome Isaiah 55 from verse 1. Isaiah 55 from verse 1. The spirit of an infant is the process of maturity. The process of maturity. So you look at the people you have around you. How are they processed? Listen, all of you who are thirsty. Come here for water to drink. You may have no money, but come here and buy food to eat. Come and buy wine and milk. You do not need to pay any money. It is free. Why? Anasema you do not need to pay. Lakini soma juu kidogo. Inasema come here and buy. Lakini mwisho inasema nini? You do not need to pay. Is the statement making sense? Come here and buy. Kuja ununue. But tukimaliza kabisa, you do not need to pay any money. It is free. It is a language to prepare you. Bwana Yesu asifiwe sana. When you kishika ka infant, when you unacheza nako, unataka kalale lakini unakaimbia lullaby. Unataka kakunywa maziwa lakini kuna venye unacheza nako. So this is a mindset game. The spirit of lullaby is the spirit of the infant. It's a spirit of mind game. Bwana Yesu asifiwe sana. It's a spirit of what? Mind game. And in the spirit of mind game ndio nakutanga hizo spirits zinaitangwa masquerading spirits. Because koki ataota huyu mama akijaribu kumunyonya matiti. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama akijaribu kumpapasa. So her direct interpretation atasema huyu mama ni lesbian. But it was a masquerading spirit, not from her but from this. Sasa utapiga huyo, na hivyo ndio wanataka upige huyu, because huyu is in a position of control. Na kwa sababu the spirit does not want her, maana amekuwa akipigana na spirit ya lesbianism. So what will come in the dream, utaanza kuona huyu mwenye anapigana ni kama yeye ndiye alikuwa anakupapasa. Na conclude automatically that this woman is a lesbian, or this woman, ama utaona kwenye ndoto kutoka hapa kwenda chini ni nyoka, lakini hapa ni kakichwa. Why amewacha kakichwa? For identity reasons. Hata kuwa nyoka mzima, atabakishwa kile kitu mta-identify naye, because the target is to finish her. The target is to use the congregant, to use the friends, to use people around. Dio wagoge huyu. That is the spirit of an infant. An infant is very innocent and it does not understand what is happening in this world. Kazi yake ni kulia na kunyonyeshwa. Kulia na kunyonyeshwa. Kulia na kunyonyeshwa. So what they will use, hiyo kulia na kunyonyeshwa, ndio wataingia kukuinduce, kukuingia, ndio wamalize somebody they want to finish. Bwana Yesu asifiwe sana. So this kind of a spirit is of refusing to mature.
refusing to even want to understand this dream, trying to interpret it. When you refuse to grow, you stay to retain this spirit to be in control over your life. Iyo ya kutaka kuonewa huruma, iyo ya kutoka kunyenyekea, niye manie ndarire thina, ni murakiona kumarira ni ndarire thina, kumarira twaigatiro na gukoro goko, ndi ndahota gukoro ndio nake ni jikarago haha jetereirio mwathani. Nejwe mania ari ukanori uri ni ona ndagikua ri. Ni ndi hari ona gukua no gwere utondo ndirakiona ndina bata munene guku. Na ninyonaga ta mwadirikire tondu mutiendaga nginya kunyona tondu ndatigire gutwika wa uteithio kwanyu. Na riria mama agiukaga gwakwa niguo magiuka na mugakiria wega na mukanywa wega. Na riu murinjona mutinyonaga ta ndi mundu. Hiyo ndio spirit of, yani unataka uhurumiwe. Unataka ubebwe kama kamtoto. Unataka na shida ni zako. Wewe ndio umekataa kutumia akili. Maana ulichagiwa shilingi 10,000 uanzishe biashara, ukasema nigo thikwajia wira, ukasema ni ndathire mange kora ciana cihotete kia bange cigorera irio. Riu ingiagekiri atia? Bwana Yesu asifiwe sana. Tena wanakuchagia ni mahiko yore. Ria majagire nigo ndaiguire magigwa mugongo hakwa udurete. Ngeciria guthie kwa therapy. Gathiwe kwa therapy pesa ciothe cigethira. Riu nie njigikaraga nie nyonaga anko ta thuire. Nie nyonaga anko athuire. Ngiona andu andu. Riu ria maimu anyu ni mokaga gukutana riu matiukaga. That is now that spirit that is so manipulative, so snakish. Because they want to really take much from you. Kama venye kamtoto kananyonyaga tu, hakatakagi kujua ama umekula ama hujakula. Na sasa hiyo ushonetone ini nengara gudoli na kanya ule ratwara. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeah. Then number 2, on it they spend on worthless things. These people, they spend on worthless things. Yani worthless. Anaenda kwenda anunue manguo, anunue mavitu ambavyo ukimuuliza ulinunua za nini hizi? Have no reason. Ni kwa nini ulienda Nakuru? Have no reason. Ni kwa nini ulijenga haka kanyumba? Have no reason. Because they just spend on worthless things. They labor for nothing. Hallelujah. Watatengeneza kikosi hapa ya kupigana na mtu for nothing. They don't have a reason. And they don't need to have a reason. Watafukuza chiaredi. Ukiwauliza walikuwa nafukuza chiaredi wakue nini? Waliko sio wakue, aondoke tu waone ameondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wametoa dhabihu hapa, wametoa sacrifice hapa, watu wakose pesa, kanisa ikose pesa. Ndio hii nyumba ifugwe. Watu walifanya nini? Rent ikose kulipika. Wakashindwa kusahau I pay the rent myself. Ya hapa I pay. From my 10% I pay the rent. I cater zile vitu zote unaonanga tunafanya hapa, hata crusade we spend over 2 million. My 10%. Ndio fanya mahesabu. Sasa nimeanza kwa ndio ni moja weka madhafu. Kama alitoa milioni 2 10%. I do. Yeah? Yes. Yeah. I do cater for every crusade from my 10%. And every activity mnaonaga tukifanya hapa ya ile magoons na nini 10% yangu. Why? Because I have a relationship with God and I promised God, if you give me this is how I will be doing it. So I am punctually there. I have to do it. And if ikikataa kukuja haraka nitatafuta mtu anafanya crusade. Kama crusade ya last ya nganga ili alienda sui mahali fulani. Tukati tulichelewa kufanya yetu. Nilienda nikampelekea nikamwambia hii ni pesa ya Mungu, enda nayo ukafanya crusade. Simple as that. Because that is not my money. And this is how you grow. And this is how you become spiritually mature. And even economically you mature. When you are able to handle the processes of God. And you are able to handle the things that God has told you to do. And He has given you these finances. So if you are capable, hausikii pain ukitoa, it means you are mature. Lakini if you have a pain ya kutoa, baka unabii ununue mesa ya women, alafu munachaga miezi miwili kamesa ka shilingi 3,500. Munachaga miezi miwili miezi mitatu. It means economically you are not mature, na kwa hivyo Mungu will never give you money beyond the level of your maturity. The reason you are poor, the reason you are not going beyond is because you have not matured. Unasikia uchungu kwa sababu ya 200 unatoa kanisani.
200. Kwa hivyo kama unasikia uchungu ya 200, then God will reduce you to 100. Ndio utoe shilingi 10 ambayo haina pain. Bwana Yesu asifiwe sana. When you be able to handle 1 million, unapatia hivi, unaenda unachika milioni, unasikia kuna mtu ako na mkutano ya crusade, kuna mtu ako na conference, unachukua ya 1 million hivi unaibeba, unaenda unamwambia man of God, use this for the conference. Na unatoka na unaenda. Na hamuna relationship. I normally do that. Na hakuna relationship, hakuna nini. These are money that I can go and buy a new car, but I can't, because there is a covenant I have with God. There is an agreement I have with God, and I have to fulfill the agreement. The reason you are poor today, you are poor because you have refused to handle great money for great purposes. The day you will allow yourself to use great money for great purposes, God will create more space for the greatness. Hallelujah. So you have to expand your territory, because God says, I will expand your territory. He will only expand your territory if you have the space for the expansion. Are you getting me? If there is no space for expansion, you will never be expanded. You will never be expanded. As long as you remain in the same quarter and a quarter of land, God cannot bring anything beyond the quarter of land. Because where will you take it? Kama store yako kametoshana hapa na pale, kamejaa, God cannot produce more for you, because already your store is full. Until you create another space. If you are looking for a job, you have to create a space for a better job. If you are working in a company, create a space by doing acts that are of relationship to the space that you need. So don't be mean. Wacheni kuwa mean. Ati hapa mkikuja ukotato mfujete, because nimeona mkoyoko mfujete 250. Ndio mnaweka kwa bahasha. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaweka kuna kama tufujete 250. Karo shine service ya morning 10. Ka service ya ene ya keri, service ene ya hwaine, na in case ya apostle ne gwetia shai. Tuko 250 tuigana. Tona. Ogwo niguo ogutura. That is the space you have created. Ya 252. That is what, how niho gai wako aretha. Gai, Mungu, God is like water. Are you getting me? Water is shapeless, but it can have a shape depending on you. If you put water in a glass, the water takes the shape of a glass. The same water you pour it kwa sahani, inachukuanga shape ya nini? Ya sahani. The same water ukiimwaga kwa sufuria, inachukua shape ya nini? Ya sufuria. So it is how you look at it. It's how you take. Bwana Yesu asifiwe sana. Me, I know people here ambao wamefunguliwa, maisha yao kabisa imefunguka. Kwa nini? Because they took an initiative. Kuna mama mmoja ule Amalema alikuwa Amerika, nikamwombea akiwa Amerika. Alitupatia shilingi 20,000. What were we doing? We had an activity. Akaniambia, I want to be partaker of that activity. And she sent her 20,000 shilling. Alikuwa amenyang'anywa shamba yake ya 50 acres kule Kakamega, Kitale. Akiwa Amerika akatuma 20,000 shillings. Akiwa Amerika shamba yake ikarudishwa. My-in-laws walimpigia simu, wakamwambia hatutaki shida. Zile ndoto zinatutokelezea siku hizi, hatutaki. Kule ulienda kwa mganga sio ulienda kwa mganga gani? Hatutaki, come and take your shamba, and we have transferred the land to your name. Na wakaondokea. Alilima mahindi, ile mahindi tulikuwa tunapatia watu hapa, alitupatia 100 bags za mahindi for free, first fruit. Mshamba alinunua 20 years ago. 20 years later ndio analima. 20 years later ndio anakaleta the first fruit. Bwana Yesu asifiwe sana. Because she expanded her territory. She allowed God to have a space to pray. Kama Mungu umemunyima the place, umemunyima, wewe umekaa kwa 100 bob, umekaa kwa 50, na hiyo hauna aibu, hiyo 50 ndio unaweka kwa bahasha, alafu unaweka mimi yako ukipaka mate, unaharibu bahasha bure. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't. Kama unajua ni ka 50 kaweke kwa bahasha, lakini wacha kuwekelea mate. Wacha hiyo bahasha ikuwe open, ndio ingie tu 50 tugine kama 6. Toa mtu mwingine na usiandike jina yako. Wacha kuharibu bahasha. Wewe weka tu hapo ndani, lakini kubadilisha hiyo bahasha itumiwe na watu wengine kama 10. Kana niate? Unahadhukia bahasha na bahasha tukula 50. Bwana Yesu asifiwe sana.
And because you have reduced yourself, don't lock yourself. Kama umejireduce kwa ka 50, wacha kuweka mate. Maana ukiweka mate ufunike, umejifunikia huko ndani na hiyo ka 50. Spiritually you have locked yourself huko na mate. Bwana Yesu asifiwe sana. Ai mara Julia kai. Kapasi watu nyaraili atatiko kwa nyarara. I can't be walking with you. I'm driving. Na fly na chopper. Na wewe huko unatembea kama kukuradi magoro tagoko. No. My spirit must work with you. Nikibarikiwa na vitu vitano, utabarikiwa na viwili. Kama my spirit haipelekani na wewe, you are not part of my family. You are not. Digetwe kate atwarithia makadi na gari nyanya na othia huko tanyamo ya magoro. Iwezekani. Kwani huyu Mungu, how is this God so selective? Uko chini yangu, unanisaidia, you are working here, kila kitu unafanya hapa, alafu ukinya hado you don't have anything. Hayeni hiyo matunda inaangukaga kwangu, haiwezi kuanguka kwako. Jameni. Does it make sense? No, my spirit is not working with you. Siwezi kuwa nimenunua gari moja, 2, 3, 4. Na ginya kwa kuturogerage kobe na kimo gya plastic. No tukombe turatoa mafati muromo wothe umeteragi. Ati no igere ha no kuigwa iwano akero. Haiwezekani. We cannot. It is not possible. It is not possible. The disciples, when Jesus left, he left them empowered, spiritually empowered. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuwezi kukua tukikaleta miaka 2 na no urahoya tigiti. Never. There is no relationship. Labda mimi ama wewe mmoja wetu ni mchawi. That is where we are not connecting. Because I am speaking of the heavenly Father. I'm speaking of the kingdom. And if the kingdom, Ruto akikuja hapa, wacha niwaambie siri moja. Ruto akikuja tuseme wapi? Wewe kwenu ni wapi? Keshagi. Wewe kwenu ni wapi? Makueni. Ruto akiingia Makueni, economy lazima ibadilike. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama barabara ilikuwa ni potholes, itanyoroswa. Kama hakukuwa na stima, itawekwa. That night itawekwa. Siku hiyo tent ile itawekwa, mega tent. Magari zile zitapaki huko, kila duka iko na kitu ya kuuzwa, itanunuliwa. The presidency presence will be felt. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko na wewe hapa na the anointing I'm speaking here bado haijasikika kwako. It does not make sense. Wewe ni nyoka. Na wewe ni Mfilisti. Umekataa kukua. You are an infant. The spirit of an oxen. That is all things that you are. We can't be able to stay here for 2 years. Mimi navanga madesigner. Na hata ya mutuba designer hujafaa. Go and think twice. Think and think and think again and again. Haiwezi kukua hivyo. Ati mimi peke yangu ndio nimebarikiwa kwa hii kanisa. Either mimi ni mchawi ama wewe ni mchawi. The spirit ambayo unasikiliza, unaitumikia, is supposed also to favor you. Are you getting me? Nuranyita Agnes. Ndio nakumarira wokire huko nwaje wekera designer. Uriajekeraga. Yes. Because you understand the secrets of the kingdom. If you don't understand the secrets of the kingdom, you are going nowhere. You are wasting your time. Usikae sana na Dora kama haubarikiwi. If nothing is changing, atoikara kwa hate gai ni aroka. Gai yoshi oroka tigana nake. Gai ni etwaranaga nake. Na ndamwirire daji athafari lazima tuwe. That is what Moses did. He told God, I am not moving out of this place without you. Nikiondoka na wewe tufanya nini? Tuondoke, because I don't want to go explaining to people where is your God. Sasa hapa watu watakuuliza where is your God? We know the God of Paul. Tunajua Mungu wa Yesu. Wewe nyinyi ni nani? Did you understand that? We know Paul and we know Jesus. Who are you? Yeah? At the sons of Sceva. Who are you in the spirit? Because the demon, they also understand, they know who is powerful in the spirit. That is why they will say, we know Paul and Jesus we know. Who are you?
Because we can see you are hollow. Hamuna kitu ndani yenu, hamuna idetepe. So this is something that you must be able. When you are seeking to sit under somebody, see whether you are relating. Kama hamulirate, you are wasting your time. Wacha kuambiwa ati gaini alioka, gaioreko. Ati gai alio getini kiriko na uraire na ngaragu. Umelala njaa alafu niambie Mungu wako ako kwa kiti. Kiti gani? Umefugiwa nyumba unasema Mungu wako ako kwa kiti. Wow. Kuna mistake, there is a problem. Kuna mtu ameingia katikati yako na Mungu. Kuna mtu ameingia katikati yako amechukua baraka zako. Maana ulipokuwa na hiyo nyumba, ulikuwa na pesa, meaning you are blessed. What happened that a discontinuity happened to you? The supply ilikatwa. There is somebody. Kuna mtu ameinterfere na process zako. Kuna kitu kimeinterfere. Na hiyo kitu kimeinterfere, that is what you need to go deeper and unearth it so that you can have a good relationship with God. So that you can continue growing. I know nawasugumusia vibaya, lakini sijali. Mutakiriaga gwakwa. Sijali na dire yako nyu. I have to tell you the truth. If you are going the same journey, I have to tell you that lazima nikuambie ukweli. Ndio uende utafakari. Uone, where did I go wrong? Because kuomba tunaomba, kufunga tunafunga. Kila kitu tumefanya. But this thing is not working. Mpaka watu wanauliza kwani Mungu yake yako wapi? So I don't need to hide it from you. I need to be truthful. I need to be open to you. I am your spiritual father. If at all I am. Because you might be escorting people hapa. Wewe ni mkora ulikuja kuzimia watu. Wewe ni mkora ulikuja kutafutia aworu wa shirika. Ama ulikuja kutafutia wale wengine. Mackenzie. Labda wewe ni mtu wa Mackenzie. Nataka kupeleka watu Shakahora. The spirit of sheep. The spirit of sheep. Kitabu cha Luke 16 verse 8. Luke 16 verse 8. The spirit of sheep inakuanga na aspect mbili. Moja ni ya ujinga, foolishness. Ndio unaona watu sisi wa Kristo tunaitangwa kondoo. Maana ndio kumjua Yesu na kumfuata lazima ukue kama kondoo. Ukue kimujiga. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ya pili, mnakuaga mtu mwenye ako na spirit ya sheep anakuaga na udini mwingi. Holier than thou. Anakuaga na udini mwingi sana. Ndio nakutaga ameokoka na ukitafuta uokofu wake na benefits za uokofu wake ndani yake hakuna. Analia shida, analia hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu na ndio kwa maana sisi tunaitwa, because kuna spirit ambayo ni ya unyenyekevu. Meaning ya tatu, ako na spirit ya unyenyekevu, ya utulivu. Maana ukikuwa na spirit ya dhege, unajua sege? Busi. Ukikuwa na busi na kondoo, busi zinaruka. By the time ukitani hivi, ukirudi hivi unaona busi iko kwa shamba yenyewe, lakini kondoo inakaa haina hiyo murukaruko. Kwa hivyo ina spirit ya unyenyekevu. Tupatie hiyo Luke 16 verse 8, I think so. Jesus then said, the servant in the story was not honest. The servant in the story was not honest. But his master spoke well about what had done. It could help the servant later in his life. People that do not obey God think carefully. They know how to do well with the people who are like themselves. But the people who live in God's light often think less carefully. Did you get me? People that have been cahooted in the lives of people. Kama vile mnataka mimi nikuwe mchungaji niingie kwa maisha yenu ndio mnianze kunikoroga. Unakuta I will think and live carefully ndio nisikukosee. Hallelujah. Lakini somebody who is cahooted in God's kingdom, anaongeanga according to the God kingdom, hataki kujali kama utakuwa injured ama hautakuwa injured. Bwana Yesu asifiwe sana. Because anakuambia what God wants in you. But if I am cahooted in you, kwa sababu ya tule tupesa mnaniletea ama favor ambao mnanifanyia, nitakuwa very careful when to say anything. Au mpaka ndio unaonaga hapa mama kama huyu ametoka PCA, anaona sikiaga ile language inatumia, unaona amejishika hivi. Maana it is not in them. Bwana Yesu asifiwe sana. It is not in them. Maana kule kwao ni dini.
Na dini ni kupulisavu watu kwa sababu ya kile kitu wanatoa. Mtu masikini sana akaange PCA, anangolewa tu kipulani. Maana they look at your tithe. It's very important kwa PCA, tithe. Very important. Is that true? Yes. Tithe is very important. Hata fadhali ukose kukuja Sunday, lakini tithe itumwe. Na wataangalia kitabu. Na wakiangalia una drop kidogo, kasimu haraka haraka kuja. Kwa nini tithe yako imepunguka? Na hakuulisi ndio wakuongezea pesa wewe ukafanya nini? Wanataka kujua ni kwa nini you've been giving us 50,000. Why 30,000? Na unasomewa na unaambiwa next time don't bring less. Yende kipada. Ni kweli? Ni kweli? Ni kweli. Mama yangu alikuwa PCA. Mimi ndio nimejengea mama yangu kanisa huko Mona Farm ya PCA. Ni mama yangu alijenga, lakini mimi ndio nilimpatia pesa akajenga kanisa mzima. So I know walikuwa na kujenga kila Friday kwa mama yangu kuchukua shilingi 10,000. Na lazima aandike ajaze. Ajaze. Na tu vingine na havu akuta tumayai tumepikwa, kakuku kameiva, vitu vitamu. That is PCA for you. That's Anglican for you. That is Catholics for you. Hizo ni madini, ni dini. They pursue material, not the spiritual part. Si kama hapa naambia mtoe msitoe. Uko ukijaribu kutotoa, unakuwa excommunicated. Unasemekana uko na demon ambazo hazieleweki. Unakuwa excommunicated. Bwana Yesu asifiwe sana. Muniwe radhi tu mimi kwa sababu I have to say it. In the book, therefore, the master command the dishonest manager for their shrewdness. These people are shrewd. They are dangerous. They are cunning. They are not for you are. Wakati mama yangu alikufa, kanisa mzima ambao tumejenga mpaka imesimama, walikuja kusema kutupagia venye kesho, venye mazishi itakuwa, who is going to be what and where. Sasa wakatupangia tukauliza sasa watoto watatoa wapi eulogy yao? Nini inaitangwa nini? Ni eulogy. Tribute. Tukaambiwa hapana. Tukaambiwa mpaka history ya mama yangu itasomwa na mtu wa kanisa. Na mtu wa kanisa hajui mama yangu. Wakasema hiyo ni standard. Hivyo ndivyo guilds wanafanywa. Nikasema sasa tukaongea. Wakatuambia sasa hakuna mahali mtaparticipate. Gari ya mwili ikikuja itaigiswa na wamama wa guild. Watakuja wakiiba na kutoka hapo sasa nyinyi mumeondokea. Hakuna service mtafanya ingine. Nikawauliza sasa hatutafanya hii maneno ya familia, watoto, vijukuu, vinini. Wakasema hapana. Kwa guild hatukuage na hiyo maneno. Tukawaambia lazima tutafanya sisi. Wakasema kama mtafanya sisi kabla maiti ikuje ndio mtafanya. Sasa ikasemekana gari ya maiti itasimama wapi? Kule kwa barabara. Tufanye vitu zetu zote. Kisha gari ikuje tukishamaliza wao wakuje wakigisa mama yangu. Sasa nikauliza basi tutakuwa tukiaddress nani? Kama tutaacha mama yangu kwa barabara, tukae hapa tuanze tukisema mami wito, shosho wito, na dali atie parapara. Nikabia your bishop, wewe naonekana umechokeshwa na hiyo kichwa yako. Ndio tukasplit wakakubali. Waliposikia nimwambia umechokeshwa na kichwa, ndio wakasema sasa ibada itaanza kutoka saa 4, sisi tupeleke mpaka saa 6 na wao kutoka saa 6 kwenda juu. At least ndugu zangu wakakataa. Nikamwambia ndugu zangu, najua mama alikuwa hawa watu. Na kuna kwingine wameenda na kumefanywa hivyo. Tuheshimu mama. Tusplit hii serikali, tuende nusu mkate. Sisi tufanye asubuhi na hao waende asubuhi, kwa sababu pia huyu mama ni wa hii kikundi. Na hii kikundi alikuwa anajua kama angekuwa hakipendi angekiwacha kitabu. Kwa hivyo tuende 50-50. Tusiwakwase na sisi wasitukwase. Hapo tukakubaliana. Lakini kama si hivyo, hata kuzikana huko hagesikana. Tukiwanyerosa. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu abaki kuwa Yesu. The spirit of a camel. The spirit of a camel. Now we are all discussing what is this that will hinder you from seeking the kingdom of God.
Ni vitu kama hizo nawaambia. Ndizo zinasababisha kutoelewa the spirit of God. And Isaiah 30 verse 6. Isaiah 30 verse 6. 30 verse 6. An oracle on the beast of Negeb, through the land of trouble and the anguish, from where comes the lioness. Here is a message about animals that travel in the Negev desert. It is a place where there is trouble and danger. There are dangerous lions. They are both male and female. There are different kinds of dangerous snakes. People are carrying their valuable things on the back of a donkey and a camel. They are taking their riches as gifts to nations that cannot help them. Underline that. They are taking their gifts to nations that cannot what? The spirit of a camel, ni ile unafanya kazi mingi sana, but it is not helping you. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu hapa wanakuanga ni mtigatiga, ni tractor. You do everything. You are so active, but look at things. Does it help you? Hiyo kazi unafanya, does it help you? Has it helped you? You are a donkey in your family. Unafanya kazi mzito, unafanya bidii kabisa, but hiyo kazi yote unafanya ni zero. Umeweka kakioski kana run, kana kuwaka yes na running capital, lakini hakajai kupitisha 2000 na kanaitaka kanafika 1000, kanapata 2000. 1000 hawezi kulipa rent, hawezi hata kulipa chakula. Yani you are just there. Utoraga uko Bethel, ukiangalia kasimu kako na branch, kako na tala, kako na fuliza, kako na mshwari, kako na nini nyingine? M-kopa, KCB. Ati unakopa KCB, unalipa mshwari, ndio mshwari ikukopee, alafu ndio ulipe tara. Unakopa tara ndio ilipe. Acha kuniangalia vibaya ni kama ni mimi nilisema wewe ukikopa. Yani you find unakopa, ukopi ikusaidie, unakopa ndio ulipe deni, ndio upate deni. So you become an automatic slave in your life. Just like a camel is. Inaenda kilometers and kilometers, inabeba watu kuwapeleka, lakini yenyewe haifaidiki. Bwana Yesu asifiwe sana. And look at yourself, jiangalie tu niambie. Hebu muulize wenzako. How do you see that statement? Ni kama mwambie hivi. Hiyo statement si unaona ni kama inakufit. Mwambie aruke, nisimamishe mmoja. Niambie mmoja hapa mwenye hayuko kwenye hiyo spirit ya kukopa, kulipa, kukopa, kulipa, kukopa, kulipa. Lakini ni mkopo ama si mkopo? Thank you. Inaitangwa M-kopa. Inaitangwa M-kopa. Yani unakopa kwa sababu uko na kadeni unataka kulipa. Unakopa neighbor kwa sababu Ndura, ulikopa pesa ya Ndura. Na Ndura amesema kesho ninakuja asubuhi. Na ndoka rocho. Ngore pesa hizo gotire. Ni ukona. Sasa unakopa ndio utulise Ndura. Sasa unawacha na ukumbe huyo umekopa ndio mbaya kuliko Ndura. Sasa huyo atakuja na polisi, wanataka kubeba kitu. Sasa hapo unapigia mwingine naye anakurushia ndio uzibe. Yani weja kalima nigetho ndike kalima. Rĩu wako gutura kake tulima. Weja kalima nigetho ndike. Gatara gote mbeca icio itigoteithagia. No mire ukombo-ini ucio ndatigire we hau. Thank you. God is great. That's why I love you. Because progressively umekuwa. Huyu nilimwambia toba hapa. Huyu ndio genuine daughter yangu hapa. Nikiona ndimwendete. Na Ian yule madefu. Wewe ndio aliokokea wapi hapa? So I keep monitoring. Because hawa ndio naweza kupresent mkwa biguni ndiambie Mungu. Rora ng'ondu ino kana ndeithĩtie wega kana ndirĩthĩtie. Mutumia utarugama na igũrũ mami. Rugama tu ndu makuone. Tika no mundu wagire ma. Tukuhoya ni ukugia mundu. Ka. Nona murembo ucio ni muthaka. Yes, akalia kichwa, akalia ki. Yes. Very handsome. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kureithia. Na wewe wahonokere guko. We, ruguru. Uliokoke hapa. Ndarikana woketa we manga. Apostle.
mtu kama mimi anaweza kuokoka. But Yesu asifiwe sana. And that is what I like with people like those one. They are genuine. Hawakwangi na hypocrisy because matisha mashamete kodoko iki. Mokas directly kutoka kwa shetani straight kwa Mungu. Huyo mtu anafanyanga kazi ni kama ni yake. Amotigagete. So that is the spirit of a camel. You work, you do a lot of things with no benefits. You carry kings, you carry people, mighty people. Unabeba vitu vikubwa lakini havikusaidii wewe mwenyewe. Kwa hivyo angalia kama kuna that kind of a spirit in your life, because that is what will hinder you from accessing the kingdom of God. Because at the end of the day utabaki kutaka kulaani hawa watu, kulaani kanisa kama hii. Na ndio nimekuambia usikae hapa sana kama hakuna maendeleo kwako. If we are not ready to change, ama imekataa kuchangeika hapa, nenda kwa woro ama uende hapa kwingine. Uvae nguo mrefu ya woro ukae huko uone kama maneno itachange. Because I don't think tunaweza kukaa hapa na mwaka mzima na tragedy. No. I believe mimi nimesaidia. I've made many millions of people. Millions. Mimi ndio nilianzisha hizi stalls ziko hapa. These are millions of people wako hapa. They are earning. Nilifukuza watu Wahindi tukatengeneza stalls huko. Na watu huko wa Kikuyu wana drive magari, wanapatiwa, wako na biashara kubwa. They are earning courtesy of me. Kwa hivyo usikuje hapa kukaa hata useme ati sinjaona Mungu. Wewe ndio katafute Mungu kule kwa kichaka. Ndiye nakugasharia Ngai. Wakondo uramwona guko thio kamusharie kule araonekera. Don't continue sitting under me. I am not looking for numbers. I am looking for people that will come and confess, I have seen God. Bwana Yesu asifiwe sana. Atene nyonete Ngai. No tuikarage haha. Wokiro ikirete kanyamu karatu karitaka ka mutumia uyu. Ugiuka goika ikaraga ha thutha mieri 5 roka na talitali na bigiji. Bakinya talitali haha dira haho ni ageire ihoro na hauthi. Kwani Mungu wangu si mporaji. Mungu wangu ni wa kubariki. Kwa hivyo kama haubariki hapa. Wewe mtumia. Yes, dikara na mundu kuria thina. Na dikara na ndo agieki. Ukawe mugieki tuthi na mieri 3 ugieki waku ukorwo thirite. Waiko huyu alikuwa muganga, alikuwa na turoga. Angalia sasa anavaa designer suit. Alikuwa anavaa underwear, inaona sasa amevaa trouser. Alikuwa anavaa kiunderwear kilikuwa kinachomokea hapa juu. Kiayero na kilikuwa kinachomokea hapa juu. Ujue shetani ni kitu kibaya. Mzee alikuwa confused kabisa. Unakumbuka? Na vitambaa mingi kwa mkono, hazieleweki. Na pesa alikuwa nakuja, ujue shetani anajua kumpanga. Alikuwa nakuja na noti, sadaka zake zote. Alikuwa anatoa shilingi 1000, shilingi 500, shilingi 200, shilingi 100, shilingi 50, shilingi 20, shilingi 10 na sumuni. Na shilingi 5. Every sadaka. Na sio akuje aiweke na wengine, akuje aiwekelee kando. Maana kazi aliambiwa maliza hiyo madhabahu. Badala yake tulimumeza. Sasa ni mshirika mzuri. Sinaona jamani mzuri. Babangu habari? Uko salama kabisa. Lakini mwisho nilimali 5 tu, shilingi 5. Shilingi 1 hapana na sumuni. Ulikuwa unafikisha 5? 5 tu hiyo peke yake. Na 10 hivi. Ni kwa nini ulikwenda chini ya 5? Yaani hiyo ndio kiwango iko, ile ya mwisho kabisa. Hiyo ndio wangwana walikuwa wamesema. Hakuna mambo ya wangwana. Hiyo ni amri yangu mimi mwenyewe. Sawa, asante. The spirit of a donkey. Tulikuwa camel? Tumeenda donkey. The spirit of a donkey. The spirit of a donkey inakunga sana na Wakristo warokole waliookoka wanaoishi mbinguni wanateremka asubuhi. The ungratefulness, they are very ungrateful. Hata ukiwasaidia, hata ukiwafanya nini, they are always very ungrateful. Hata uobe, naobeaga watu hapa, maisha yake kifunguka anaenda kanisa Catholic kule alikuwa. Ama anarudi PC. Kuna mama wa BC wanakujaga wanasemaga need kwenda kamera, wanakujaga huko unawaombea na wanasema nyie goko niko goko kwena Ngai muingi. Akishika ile kitu alikuwa anataka kushika, umupigie simu. Who is that?
Ati unasema ati Ndura. Oh! Ule alikuwa hawamokeke. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiyo nimetoka kutoka Dukata. Wakati alikuwa Dukata ya Ngai. Na wewe murathime Dukata wa Ngai nie ndikomaga tha inyanya ngiguthikereria. Wacha ashika hiyo kitu kwa sababu anafikiria unataka kuenda kumuomba. Ati unataka akugawishie. But it is the spirit of being ungrateful. Bwana Yesu asifiwe sana. Umetembea na mtu, kitabu cha Job 39 verse 5. Mnatembea na mtu ambaka anasimama, unamsimamisha, unamshika mkono, anaposimama kwenda kutembea kidogo, alafu anabadilika na kwa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Who has let the tufungulie, fungua. These people are unable to make decisions. This type of people, they are unable to make decisions. They live like they are wild people. They don't know how to make a decision. Anything that mnafanya unakuta anashinda kirudilia. Unajua wale watu wa kurudilia. Ati ulisema hii kitu itoke hapa. Ulisema tuwekelee pale. Kwa hivyo tuichukue saa hii. Yeah? A jockey, watu wako shokerera. Do you have a jockey here? Do you have a jockey here? Yes. Anema. Di kwa nilira no nema. Bwana Yesu asifiwe sana. Tadirikana inere jana peke yake. Mahali tulikuwa na wewe. Ulizungumza na mimi mara ngapi? The same issue. Atire Dukata. Reke tukaria made tole niguo kukwega okay. Nuigo ndira kwere tukaria made. Do you need to come back to me? Ege karaga. Dukata heka udukange kamuita na kwira. None wene kwire tukaria. Kweli. Yeah. Did you send out the wild donkey to go wherever they want? Because they go wherever, when you have that spirit, you go wherever you want. You don't have a direction. Verse 6, you don't have a specific direction. These people do not have a specific direction. Hata wanakujanga kanisa ukiwauliza ni kwa nini wako kanisani. Walizoea. Mtu kama Anne, sasa tuchukue example ya Anne. Yeye ona agioka uguo aigiri uguo. Yes ni egoka na tulie maruha hoe. No kindu kia mbere ni abegire kuria kana. One kamutugi kagasika na rari ho. One tudani twake turi ho. One thaburi eri ho. Acoke oya mutugi wa kazi athuka thuki uguo. Ayuga shoke okay aje gwita Ngai. Bwana ndiye agocwo. And that is nature. Hiyo ndio hivyo kuko. And they are tied. Their destinies are tied. Ukikuwa na spirit ya donkey, your destiny imekamatwa, imefugwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale wote destiny zenu zimekamatwa na zimefugwa ni spirit ya dogi iliingia ndani wako. Ndio unaona dogi is always imefugwa. Mahali inakulia nyasi, inazunguka hapo pole. Alafu iko na projection ya kutoa keki. Bwana Yesu asifiwe sana. They are ever held, these people with this spirit of donkey, they are ever held captive. That is why umekaa hapa, hakuna kitu ina develop kwako, hakuna tupesa tunakuja, hakuna kazi inakuja, hakuna doa inakuja. You are here kama Lucy tu, umekaa tu hapa. Lakini Lucy usilipanda madaraka, maisha yako imebadilika, lakini ulikuwa umekaa kama kapuda fulani. Duoye ni wamenya leo, ni wakemenya leo. So the spirit of a donkey is very dangerous when it happens into your life, because you are completely and ever held. Umefungwa captive, umefungwa na kamba, na kazi yako ni kubebeshwa mizigo ukitandikwa. Halo, unabebeshwa mizigo ya familia mzima, bado nakuta hawa familia wanakaa chini kukusegenya. Wewe ndio ulisimamia kulipia watoto wenu school fees, bado unakuta wanakaa chini, wanakuchapa, unagogwa, alafu wanasema hiyo pesa yako ni ya Illuminati.
Bwana Yesu, hiyo ni spirit ya nini? Ya dog iko ndani yako. Ukiona unaunukiagwa na familia, na ndivyo umewataidia, ndivyo umesimama na wao, ndivyo umefanya kila kitu. Alafu wakimaliza wakati wameshiba, tigana akomeo. Yesu yanego toedia, yeke tonywa thakame shidwe katika jina la Yesu. Na makeria indo ciaku gutirari shidwe. Narauga mwana witu, Ngai ni akurathimire mwana witu. Mwana witu magurira kiratu. Mwana witu ndeithia kurihira mwana wakwa school fees. Mwana witu ndeithia magudi ndire na kid. Ona tutire kindu tungiria marikia kuria mahuna. Niyo. Wewe ni mtu wa Illuminati. Hiyo ni ya devil worshipper. Hiyo ndio unakuwa branded because wewe umefugwa. You are held captive and you cannot make it. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hizo vitu zote lazima tuviombee ndio tuweze kutoka kwavyo. And we have one or two things I want to look at so that tuingie kwa kigosho. Nataka tuingie kigosho ginya siohoke. Heri butu na kila ginya kihoke. Inakwatia? Yo wibo. Sio? Sioboke. Doi demon sioboke. Ginya demon sioboke. Hapa leo utatoka na kifungu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa utatoka na baraka zako. Niliwaambia this is a month of realignment. Huu ndio mwezi lazima ufunguke. Usipofunguka utaenda Tanzania kuuza maavocado. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. We also have classes of animals and their meanings. I want to touch only on 2 because I want to deal with this one sometimes later, maybe Wednesday. Na ninawasihi every Wednesday muwe mnakuja. Kuna kitu, there's something God is preparing. And there's, mutajionea tu. Make sure on every Wednesday you are here. Lunch hour. Every Wednesday mkue hapa. You will see what God is about to do in your lives and in our lives. Let us look at two animals. Or 3 animals. Twende very fast. Alafu ndio tuingie kwa kigosho. Watu wa kigosho muende kwa mashini. Mmesikia? Nikisema kitu mnasema yes sir. Yeah. Most animals represent untamed and uncivilized aspects of yourself. Did you get that? Most animals represent untamed and uncivilized aspects of your life or of yourself. Yani zinaakilisha tabia zako mbofu. Sasa tusiangalie kama the spirit of a goat represents stubbornness, difficulties, and wastefulness, kuwa wasteful. Hello, did you understand that? The spirit of a goat represents stubbornness. Kama huyu mama amekuwa stubborn kabisa na kasimu kake, huyu anatusubua na simu. Lazima atusubue na simu. Either ilie ama higi. She's that stubborn on that line. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine stubborn hapa ni yule. Huyu. This friend of mine. Kama ako na kitu anataka kuniambia, hata mumzuie aje. She will maneuver her way. Lazima ataingia kwa ofisi yangu. Hata ifanyike nini, she will maneuver until she gets where she gets what. Ani ni stubborn, ana push kila kitu lazima ingie. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the spirit of what? The spirit of a goat. Alafu inakuaga na a lot of wastefulness. Inauma hapa, inauma hapa, inauma hapa, inauma hapa, inauma ikiedaga. The spirit of a dog. The spirit of a dog represents sexual perversions. Sexual perversions. Tudege. Tumutu. Kuna watu wanaitagwa kadege. Lust, it also represents lust after flesh. Na ukiota sana sana na spiritual husband ama wife, it's the spirit of a dog that is in you. Ukiota ulikuwa na mpenzi kwa kitada na unaamuka asubuhi unasikia kweli ulikuwa na mpenzi, lakini ni kama haumuoni.
unasikia kweli, hata ukiangalia unaona kweli. Kuna makinyama ya huko. That's a spirit of a dog. Kama ushawahi kuota na nini na sexual kuna mtu ndio wale wataina mudu dina kulia le dina issue nele. The spirit of a fall niki kigogo. The spirit of is scattering. The spirit of a fall, F-O-W-L, fall. Nikigogo? Yeah, nikigogo. It's a spirit that represents scattering. You scatter. Ukiona kwenye ndoto zako, inaleta vitu zako kutawanyishwa. And also number 2, inaleta kitu inaitwa limitations. Once you are scattered, limitation utakuwa stagnated na limitations zinaanza kukufuata. Wacha tusiende zaidi, nitafungua vitu mingi because I can see inaenda about 10 pages. That one we will do it on Wednesday. You'll be here because I am dealing with seek ye the kingdom. To seek the kingdom, you must be free. So you are able to understand the mysteries of the kingdom. You cannot be able to understand the mysteries of the kingdom if you are not free. You must be held free. You must be set free. In Jesus' mighty name. Yes. Mami, simama kidogo. Huyu ni mchungaji. Nataka salimia tu watu. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Naitwa Pastor Pauline kutoka Utawala. Mungu awabariki sana. Thank you. Karibu sana Pastor Pauline kwa kuwa pamoja. Kuna pastor mwingine hapa? Mgeni? Ene pastor mgeni? Na ene asha mgeni? Ene bouncer mgeni? Basi tushukuru. Sadaka ya saa hii. Kafe vitaka mwisho. Kafe vitaka mwisho. Toeni hiyo kafe vitaka mwisho. Igia kwa shoka guini. Digimuhe horo mwega wogu na gutire kindu muraruta. Mimi nasimama hapa. Hapa unaniuliza? Hapa ni kwangu. Tena nafanya nini? Udikaro gameha. I'm the man of the house. Yes, weka kafefte. Deke meaniko wako koja. Hiyo spirit lazima tukataane nayo. Sema nimeikataa. Nakataa spirit ya mia. I refuse to be offering mia. Sema I refuse in Jesus mighty name. Yaani hebu angalia nyumba venye iko mzuri, ile kitu umekalia mzuri. Angalia pulpit, angalia kila kitu ni madali. Angalia waibaji kule venye wako warebo. Alafu unatoa kafefte. Na watu lazima tuwapatie fare. Ani ndi mahiaga fare. Ndi mahiaga haria marakoma. Ndi mahiaga ya kuria. Na ndinge mahe kile gya kuria gitaumite kundu kungi. It must come from this house. Siwezi kwenda kwa store yako kuwatolea. Na they are ministers. These are also ministers here. We are supposed to eat together from this altar. And who is supposed to do that? It is you. Nimeona na mshoka kile aya madhia limwe makaga tigiti. Unaweza kuwakuta hapa wamekaa hapa. Wanakuwa na tabia baya. Utawakuta tu hapa wamegojea mpaka saa 3 usiku. Wananigojea ndio watafutie fare. Na saa hiyo sina na siwezi kuwaweka hapa mpaka saa 3 usiku nikiwa na pesa. Wamekaa tu hapa wamekujana hapa wanapatiana tu story wakiangalia jicho inakaa kule kama ya Murodhi huko wakiona kama Paka unasikia unajira unaambia Onesimus nduthi wali na ndo acio. Nduthi wakikuja naambia mnaongojea nini? Tunaongojea apostle. Kuna nini? Tunataka ajue venye tutaenda nyumbani. Sasa wakikosa kabisa wanaendanga kama moyo umekwasika. Moyo ukikwasika they are cursing you. Sio mimi, ni nyinyi mnakuwa cursed because nyinyi you are supposed to feed them, to help them to stand. Ici nĩ ndungata cia Ngai ciagirwo kũrĩa nyue. Mnanielewa?
no rĩrĩa sense ararĩ haha nĩndĩronaga mũkĩgũrĩra sense maguta no atondo ya matire na njuĩrĩ ya gwaka maguta macio kwa sababu kuna mama hapa najua walikuwa wananunulia sense mafuta shilingi 8,000 na ukimwambia na bahasha ukiangalia ile kitu ameweka 50 bob lakini kwa sababu ni jamaa baru ameweka nywele amekaraka nywele ikorogwa ihorete maguta ugo itaga maguta ugo ndio atumia makio nogwa nego kena kwenda kwa telefoni nego kena ate nako ihinda mure mahĩndĩ matananoga ate ihinda rĩrĩa mure mahĩndĩ matananoga tore maguta tuipe hiyo hivyo weka hiyo hivyo ndio unajua hivyo yes weka negokena na kũgoca ihinda rĩrĩa mure mahĩndĩ matananoga negokena na kũgoca ihinda rĩrĩa mure mahĩndĩ matananoga negokena na kũgoca ihinda rĩrĩa mure otigane wetogere tanagia na ude wama otigane wetogere tanagia na ude wama negokena na kũgoca ihinda rĩrĩa mure mahĩndĩ matananoga negokena na kũgoca ihinda rĩrĩa mure mahĩndĩ matananoga otigane wetogere tanagia na ude wama otigane wetogere tanagia na ude wama negokena na kũgoca ihinda rĩrĩa mure mahĩndĩ matananoga na kũgoca ihinda rĩrĩa mure mahĩndĩ matananoga na kũgoca ihinda rĩrĩa mure mahĩndĩ matananoga. Hallelujah. Amen. Thank you. Prepare yourself sasa. Chukweni kitu peleka pale. Hiyo kitu ulikuwa umekalia, peleka pale. Mtu wa keyboard tayarisha kila kitu. Tumesoma is about. Ngoja kidogo. All the messages tumesoma is about understanding that which can hinder you or that which has been hindering you from becoming. The presence of God is with us. Holy Spirit is with us. Jesus himself is with us. It is your time now. God will set you free because he has agreed to do so. Connect yourself as they sing. Nataka mkue kama band. As they sing, don't sing. Don't sing yourself. Connect with the heavens. Kila aina ya obstacle, hindrance that has been in your life is going to be broken. Already I can see the angels and all the forces that will have been an objection to the blessings zimeanza kuondoka. Nilisema mkaribie hapa. Mtandesi nyinyi ni wachawi, hamtaki ukaribie hapa. Unajua kuna kitu kibaya kukaa ukijua una wachawi. Afadhali ukae bila kujua. Sasa ukiona mtu amekaa huko si unaanza kujiuliza ule kale murogi. Niki kiragiria kuhererie hali mwaki ule. Si unaanza kujiuliza maswali. Na kwa sababu sitaki tufike hapo kujiulizana maswali. Tuko hapa kwa sababu we have come to be set free. Na mtabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanaenda kujazwa leo na Roho Holy Spirit. Kuna watu sahi hata nikiangalia hivi ameshuka kwao. I can see the power of God. I can feel it. I can feel. Kuna watu biashara zao zimefunguliwa. Kuna watu ndoa zao, maisha yao. Sasa maisha, mpaka mna kufunika watu. Yes. We are training an active army. An army.
Unajua kuna siku itafika mliona ile jacaranda multiply mara 12. Hata kukuja karibu na mimi itakuwa kuchukua 1.5 or 2 years to come closer. By the time utoke Tanzania, umeuza makodofia, umekuja kupata appointment. Sasa furahia tuko na nyinyi hapa. The time is coming that it will be so difficult for you to get near me. Hata wale mnasemanga ati mko karibu na mimi, mtakuta na watu wengine kule Soweto. Bamasa si rafiki yako. Alijaribu kutoa kamera. Kaliambia rudisha yako kwa kitu kako. Kananuka. Bamasa alikuja anaweza kakutia gati. Kuja tu kuinama hivi kwangu, alishikiwa hapa, akangolewa. Na akaenda akawekwa mahali akachugwa asitoke mpaka tumalize. Mimi siku instruct, lakini alikuta watu different. Alikuta Wajaruo wamekatwa huko, wengine wameboteka, wengine wamekaa. Huyu mwenyewe alijaribu kuja, pastor da. Aliambiwa toka. Mpaka nikamhurumia, pole. Mpaka nikamhurumia. Kayogo, I don't know, matoka frustrated. If you are not careful, you may be walking with a vessel that you don't understand. When it goes, that is the time we will come to ask, sikuelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Because that time is coming. And that time is already here with us. She already. Menyago kaya ukoroe she already. Na doni maadire. Yes. Sinimesema. The Spirit of God is with us. May God bless you. May God deliver you. May every bondage and the powers of darkness be broken in your life. May every spirit of witchcraft that was sent to you be broken. May those that spoke against you be broken. Any word that was spoken against you, na ibomoke katika jina la Yesu Kristo, na ianguke katika jina la Yesu Kristo. May you receive the favor of God. Tuende kazi sasa. Kwina hinya munene thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Kwina hinya munene thakame-inĩ ya kwina hinya munene thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Kwina hinya munene thakame-inĩ kwina utoria munene thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Kwina utoria munene thakame-inĩ ya kwina utoria munene thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Kwina utoria munene thakame-inĩ ya kuhonio kunene thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Kuhonio
kũhonio kũnene thakame-inĩ gwĩkwohorwo kwohorwo kũnene thakame-inĩ ya Jesu Kristo gwĩkwohorwo kũnene thakame-inĩ ya Jesu kwĩna ũtugi mũnene thakame-inĩ ya Jesu Kristo kwĩna ũtugi mũnene thakame-inĩ ya Jesu gwĩkũhonio thakame-inĩ ya Jesu Kristo gwĩkũhonio kũnene thakame-inĩ ya Jesu kwĩna hinya mũnene thakame-inĩ ya Jesu Kristo kwĩna hinya mũnene thakame-inĩ ya Jesu kwĩna hinya mũnene thakame-inĩ ya Jesu Kristo kwĩna hinya mũnene thakame-inĩ ya Jesu kwĩna ũtoria mũnene thakame-inĩ ya Jesu Kristo kwĩna ũtoria mũnene thakame-inĩ ya Jesu gwĩkwohorwo kũnene thakame-inĩ ya Jesu Kristo gwĩkwohorwo kũnene thakame-inĩ ya Jesu na kwĩna hinya mũnene thakame-inĩ ya Jesu Kristo kwĩna hinya mũnene thakame-inĩ ya Jesu kwĩna hinya mũnene thakame-inĩ ya Jesu Kristo kwĩna hinya mũnene
thakame ine ya Jesu kwena hinya monene thakame ine ya Jesu Kristo kwena hinya monene thakame ine ya Jesu kwena hinya monene thakame ine ya Jesu Kristo kwena hinya monene thakame ine ya Jesu kwena utoria monene thakame ine ya Jesu Kristo kwena utoria monene thakame ine ya Jesu kwena hinya hinya monene thakame ine ya Jesu Kristo kwena hinya monene thakame ine ya Jesu kwena hinya monene thakame ine ya Jesu Kristo kwena hinya monene thakame ine ya Jesu kuohorwa kunene thakame ine ya Jesu Kristo kuohorwa kunene thakame ine ya Jesu kuhonio kunene thakame ine ya Jesu Kristo kuhonio kunene thakame ine ya Jesu. Thank you, Kai. You are the mighty King. You are the King of glory. You are Alpha and Omega. You are the beginning and the end. We worship you because, God, you have given us another opportunity to know the other side of you. We worship you, Father, because you are a God. It is merely because you are God that is why we worship you. We don't worship you because of anything that you've given us. It is because you are God. You are everlasting Father, everlasting King, the King of glory. You are so wonderful. You are so precious. There is none but you. You are the holy of the holiest. You are the master. You are the key. We glorify. You are the living water. Father, you are the life. You are the tree of life. May you now, God, descend. The Holy Spirit, may you descend on the people of God. Roho Mtakatifu, shuka sasa. Tembelea watu wako. Wajaze na roho wako.
wajaze, wabadilishiwe maisha yao, biashara zao zifunguke, maisha yao na ikafunguke. Kutoka sasa vipawa vishuke juu yako. Milango yote ambayo ilikuwa imefungwa, madirisha na geti zote ambazo zilikuwa zimefungwa zifunguke sasa. Oh yes. May you receive the greatness of God now. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Receive it now. Receive the gifts of the Holy Spirit. Chochote ambacho kilikuwa kimeibiwa kwako na kiondoke. Receive now. Open your heart. Open your heart. Open your heart now. Open your heart as God is ministering. Mungu anazungumza na moyo wako sasa. Vinyago vinang'olewa. Ngome za giza kutokana na wazazi wako, maeneo uliyotoka, your bloodline, it has been an obstacle. It has been an obstacle. It has been a challenge in your life. Now you are being set free. It is coming. Inua tu mikono yako juu as you receive it. Wow. Holy Spirit, do. Holy Spirit. 3. Holy Spirit, take control now. Take over your people. Receive the gifts now. He is here. He is manifesting now. Holy Spirit is manifesting now. Ndio huyu ameshuka. Ndio huyu ameshuka. Ameshuka kwako. Ameshuka kwenye biashara yako. Kwenye huduma yako inafunguliwa. Wachawi wanatekwa, wanakamatwa. Anga za waganga na wachawi zinakamatwa. Waliokuwa wamekufunga minyororo ndio hii imekatika. Waliokuwa wamekufunga na mikanda inakatika. Now you are receiving the gifts zote. Vipawa zote zinafunguliwa sasa. Walikuwa wamefunikia vipawa zako. Muthinjiri uri tha tuitiriirie utugi wa thakame na ma iniwe mwiho ko wa ngoro yakwa ndugakire mehia wa ganu na mahitia thambia there unjitike uri kigongona-ini kia matu-ini kiihurite othi ngubaba wairire ngoro mĩaka 40 nĩ andũ arĩa warutire Misiri ũkĩmanina tiga marakara riganĩrwo nĩ mehia maitũ ndũgatũni neririkana Joshua ngombo yaku we Jehova nĩagiririe rĩtwa rĩaku itheru baba rĩconorwo.
Thengio Ngai. Tiga marakara turirikane. Riganĩrwo baba nĩ marĩa mothe tũrekĩte. Nĩ tũrakoretwo twĩna waganu mũingĩ. Tũgakorwo twĩna maũndũ maingĩ na ũrogi. Tũkanyitanĩra baba na andũ matararĩega. Na ithuĩ nyewe tũgatukana nao na tũkahianana nao. Ngai nĩ ndagũthaitha tu. Niĩ nĩ ndĩramatongoretie kwa waganu. Nĩ ndagũthaitha Jehova Mũrungu mwega. Ta ndongoria ya andũ aya ndũkareke tũthire Jehova. Riganĩrwo nĩ marakara maku. Tweroherie matukũ maitũ ta ũrĩa matariĩ tene. Tũtongorie Jehova no tũtongorie. Tũiguĩre tha Jehova. Ciana ici ciaku Ngai no na ciorete moko na igũrũ nĩ tondũ ciĩtĩkĩtie cioya moko na igũrũ. Ta ũrĩa Solomoni augire atĩ moka kĩgongona-inĩ gĩaku na moe moko na igũrũ na mauge nĩ maherete mehia mao na metĩkĩre kũmahera nĩ ũkũmahingũrĩra mũrango. Nĩ ũkũmaigua ũrĩa igũrũ Ngai. Igua ciana ici ciaku baba nĩ cioya moko na igũrũ marĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai. Ona niĩ no monjoete kũhera mehia maya nginya mehia mao marĩa mekĩte nĩ ndamoya nĩgetha ndĩmarehe kũrĩ we Jehova. Tũteithũrane Ngai. Tũteithũrane kĩhĩkahoĩka-inĩ ĩno. Tũteithũrane mbara-inĩ ici Ngai. Tũteithũrane Jehova. Tũteithũrane ũrĩ mũiguana wanatũigua na nĩ ũtwendete nĩ ma nĩ ũtwendete. Nĩ ithuĩ tũkũhĩtagĩria. Nĩ ithuĩ tũreganaga na njĩra ciaku. Nĩ ithuĩ twĩkaga maũndũ matagĩrĩire. Nĩ ithuĩ tũrũgamaga na njĩra itarĩ njega Ngai. Nĩkĩo ndoka tu Ngai kuoya wehia wa ciana ici ciothe tondũ nĩ wanjĩhokeire. Ndacirehe kũrĩ we. Ndarehe wehia wao wothe kũrĩ we Ngai. Wĩtĩkĩre tũkũmahingũrĩra mĩrango na madirisha. Baba tiga kurakara muno. Tiga kurakara. Ĩtĩkĩra tu baba kwaga kurakara. Ngai baba ikũrũka tu na gĩkeno. Thengio Ngai. Ona nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra kũharũrũka na gĩkeno. Rathima ciana ici na gĩkeno gĩa tene na tene. Reke magĩe na gĩkeno gĩa tene na tene. Reke magĩe na gĩkeno gĩa tene na tene. Reke marathimwo rĩu Jehova. Marathime tu Ngai. Marathime mahingũrĩre ndirisha ciao. Mahingũrĩre mĩrango yao. Ona gate ciao ciothe cingĩrohingũka rĩu reke cihingũke baba. Hingũra mĩrango yao. Hingũra biacara ciao. Hingũra huduma ciao. Hingũra iheo ciao Ngai. Oh baba mama. Cheteterebori. Randa katarabo santa. Tereka Ndorusha, Renamai Rundunkansa, Riteteri Borina, Sayakanti, Rishendere Katorobozaya, Rian Andarabu, Sekendorobushiata, Rian Amayai Korina, Abasakantoro Sakabayanta, Lamasha Katarababaraya, Senteri Daisaka, Unastahili, Newagereire Papa, Newagereire. In Jesus' mighty name we pray. Somebody say amen. Somebody say amen. Mungu amekubariki. In whatever you do, God has blessed you. Siku utakuja hapa tafuta sacrifice ilete tuwekelee hapa. To seal. Mungu ameachilia. You seal. It will never be the same again. And now may the grace Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. And now may the grace Of our Lord Jesus Christ and the love Clouds TV, empowering lives.